na shehe East Africa 1 inakuaje mzee? Ishakuwa mwanangu, mbona ishakuwa fresh tu. Mungu anarahisisha kila jambo, anafungua mipaka, tunapenya, tunavimba, tunatamba. Juzi nimeona mmemwapisha mama kabisa. Tunasema hongera sana kwa Mama Samia Suluhu. Tunamuombea kila laheri. Tunasema msimu wa kampeni umepita. Sasa ni kujenga nchi na kufanya maridhiano kupitia uongozi wake ambao ni uongozi bora ambao ameonyesha Afrika Mashariki. Tunamuomba mama azidi kuunganisha Watanzania kwa pamoja. Nice. Wale waliompigia kura na wasiompigia kura, wasiompigia kura wote ni watoto wake. Nchi inazidi kusonga mbele. Nice. Katika muktadha wa mama kuapishwa hapa nchini Kenya, mambo yamesemekana, mambo mengi sana. Wasanii wa Kenya wamewasha mtandao, wanasema wasanii wa bongo ni bongo lala kabisa. Wameshindwa kusimama na kuwazungumzia Watanzania ambao ni wanyonge, wananyongwa, wanauawa, wasanii wamenyamaza, hawazungumzi. Kwanza nikuulize jambo moja. Hili swala ambalo zimefanyika Tanzania imefanyika hapa Kenya kama mwaka moja na nusu uliopita. Wale wasanii wote ambao uliwaona wako kwenye mitaa wanabeba mabango, wakienda tayari na wale wenye walikuwa wao kwenye street. Walikimbia kwenda kwa street wakidhania ya kwamba nyota zao zitang'aa kupindukia. Na ndio maana leo hii hakuna msanii yoyote hapa Kenya ambao wako na uwezo ya kusepa na kijiji, amba na uwezo ya kukua na nyota. Kwa sababu vile walienda kwa street wakienda. Kwanza na wapongeze wasanii wa Tanzania. Wasanii wa Tanzania wako na akili timamu ya kujua nchi ni kubwa sana kushinda wao. Wasanii wa Tanzania wako na akili mingi sana kujua ya kwamba wana impact kubwa kwenye society na wao ni kioo cha jamii, na lazima wachunge nchi yao kama mboni ya macho. Nchi ikichafuka, ikichomeka, ikikuwa pabaya, wanapoteza pia wafuasi na wanapoteza market. Wanapoteza pointi. Ni wapongeze wasanii wa Tanzania kwa kukua watu ambao ni wangwana, kwa kuhakikisha kwamba hawajaongeza mafuta kwa moto. Wapumbavu wetu wale wasanii ambao wana nyota hapa, ni waambie kwamba shame on you, kwa sababu nyinyi mmeshapata aibu. Nyinyi mlitoka mkaenda kwenye street, mkafanya jambo ambalo mlifanya. Na nataka ni wadee wale wenye wanaongea wanasema kwamba serikali, mbona wasanii wa bongo wanasupport serikali? Wale wote ambao mlikuwa nao kwa street, niko na majina zao, wamekuwa wakikuwa state house usiku, wanakuja wakiomba William Samoei msamaha, wanawaambia pole. Tulienda kwenye street tu tudanganye wale watoto ndo wafanye nini? Wasitutoke kama mafans wetu. Niko na majina zao. Hata wale wenye wanapiga kelele kwenye mitandao za kijamii, wote walikuwa state. Na nataka wakatae, mmoja inue mkono aseme kwamba Kasipul unadanganya. Nipeane evidence na niwaoneshe. Nataka kuambia majenzi wa Kenya, wasanii wenu wote wanakuanga state house usiku, na wanaendanga kuomba msamaha na kusema kwamba tunataka uongozi wako William Samoei Ruto. Lakini mchana wanakuja wanadanganya majenzi kwenye street, wanawaambia sijui tutafanya nini. Wote tuko nao state house usiku. Wasanii wote wa Kenya, mmoja tu ndo sijai muona state house. Nani? Siwezi mtaja, mmoja tu ndo sijai muona state house. Wote wanakuanga state house, wote wanapenda William Samoei Ruto, wote wanakujanga usiku, wanakula, wanakunywa na wanatoka. Na I want to dare them. Kama hamkuji state house, wewe kama msanii andika useme kwamba sijai kanyaga state house. Iwe ni nani, andika tu alafu useme Kasipul, dhibitisha kama hujai niona, nitadhibitisha kwamba nimemuona state house. Wasanii wenu wote ni wanafiki. Wanadanganya watu lakini ni wanafiki. Wanataka waonekane wazuri kwa majenzi na waonekane vizuri kwa serikali. Alafu wanaenda kudanganya wasanii wa bongo ya kama mbona hujasimama na watu wanataka upepo ya bongo. Bongo hakuna upepo she. Wabongo wanajipenda wenyewe kwa wenyewe she. Na ndio maana hata mangoma zao haziwezi kuhit huko kwa sababu wanaimba matakataka. Na tunawaambia ukweli peupe mchana, tunawaambia kwamba mumeisha. Kwanza wale wenye wako na kelele mingi sana kwa kitanda cha mauti ya sanaa, hawana wasikika hata na chief wa area. Niambie sasa wakina nani wale wanaongea? Wale wameisha, wengine wameacha siku hizi kazi, wamekuwa activist. Kuna makomedian wengi wameacha kazi, wamekuwa ma-activist. Unapatia pointi? Kazi yao wanaenda kuwa activist kwa vile hawana hela. Na nilikurudia kwa kuambia kwamba ni tengere, hawana chochote, wameishiwa. Juzi kwa tunaongea na mheshimiwa hapa Kasipul, tukisema kwamba wameishiwa, wengine wamekuwa sasa mashoga wanasagwa.
Awache. Anakwambia bro, walizoea maisha ya juu. Wengine wameingia forex, pakwa mafuta kabisa, kwa marinda. Wapatao pointi. Wengine wamewekwa na wamama. Wapatao pointi. Wengine wamebaki sasa kufanya kazi ya activist, kwenda kufuata ma activist, wapewe shilingi 10,000 waweke posti ya bendera ya Tanzania iko na damu ndo wapewe. Unapatiwa pointi. That's why they are bitter with life. They wasted their time, their moment, their feelings. Sasa wanajiuliza upepo watapata wapi bila kwenda kuongea kuhusu Tanzania. Hawawezi kujulikana wamesikika. Wako kwenye kitanda chao cha mauti. Kitanda cha mauti ya tasnia sanaa. Walicheza na wakati wao. Walicheza na nyota zao. Walivuta bangi, walikunywa pombe, walilala na wanawake tofauti, wakapiga ngono, wakapatwa na ugonjwa. Sasa wako kwenye kitabu. Kuna mmoja ni comedian anatembeanga na shiti. Miaka 45 hajaoa, anatibu UTI paka leo hii. Sasa utaniambia nini wewe? Unapatiwa pointi. So wale ma comedian wote, wengine wanaosha vyombo Amerika, walishikwa na depression wakapelekwa Amerika. Wengine sijui wako wapi, wamewachwa na mabibi. So they have no moral authority. Mtu yote mwenye unaona anaongea kuhusu masuala za Tanzania, jua ni mtu mwenye depression anamuua. He has no moral authority. He's a failure. Failure in life. Lakini shehe, tukiwa tunazungumzia sanaa, bado tukiwa Tanzania pale tumeona leo asubuhi tumeamka tunapata Diamond Platnumz kwenye mtandao wake wa Instagram amepoteza followers kama 28,000. Yeah. Harmonize na yeye pia amepoteza kama 8,000 followers. Diamond Platnumz ana 18.8 million following. 28,000 unaweka wale wasanii wa Kenya ambao wamemwanfollow, wako kwenye busy kwenye inbox ya Diamond kumuomba kwamba wapost hata kwenye nini? Kwenye stories. Number 2, kuna wasanii ambao wako hapa Kenya na mafans ambao ni wachache hapa Kenya, wenye wanafuata ma activist, ndio wameunfollow Diamond. Walipatiwa point. Ukiangalia graph ya Diamond, hakuna msanii, hakuna fan yote kutoka Tanzania kama unfollow. Hawa ni wachache ambao tuko nao hapa Kenya, wenye wamezoeanga upuzi na ujinga ya kutaka kushiritisha watu. Toka tutakuwa unfollow. Piga hesabu. Mtu ako na following ya 1.8 million, watu 8,000, 1 2 3 4 8 wamemtoka, inamuumia nini? By kesho Diamond atatoa ngoma, atakuanga na watu 20,000 wenye wamemfuata mpya kwa sababu ya hiyo ngoma. Unapatiwa pointi? Harmonize amewachwa na watu 8,000 ambao ni wachache kutoka hapa Kenya, ambao wako na fuel maandamano wapi? Tanzania. Nyinyi mnaliaje matanga kushinda vile mwenye matanga analia? Wakenya mna tabia gani? Wao umepata kuna matanga inaendelea kwa bombo, unataka kulia uinue mguu juu, upenduke, uanguke, mama yo, ni unafiki. Ni unafiki bro. Uwezi kulia kushinda mwenye matanga. Wabongo wanapenda nchi yao. Wasanii wa Bongo wanapenda nchi yao, wanapenda kiongozi wao, wanapenda watu wao. Haya maneno yote Bongo inaenda kutulia. Kutakuwa na maridhiano na kutakuwa na amani inaingia kwenye nchi. Watazidi kukula bata, wakizidi kula sherehe, na uchungu zenu nyinyi wachache wenye mko hapa Kenya, mnabaki na uchungu yenu kwa sababu haijafaulu kwa Bongo kwenye mkoa. Mtaka ifanye nini? Ifanyike. Wapatiwa pointi. Diamond Platnumz anabaki kuwa msanii bora. Leo hata Diamond asema anatoka kwenye game, nani ataingia kwa show ya Diamond? Nani kataingia show ya Harmonize? Mapumbu wenu tengere wataingia kwa show ya nani ya Diamond? Hamna. Simba anabaki kuwa Simba Dangote. Harmonize anabaki kuwa ndovu, na bado atarudi wasepe na kijiji hapa. Na ndo wamejua na wanajua ya kwamba hamna siku nye msanii yoyote wa Kenya amefanya kazi kuwashinda atakuwa mkubwa. Ndio unaona wasanii wa Kenya badala kuenda kuingia kwenye studio watoe ngoma, wafanye kiki, washughulike na maisha yao, wako busy kuposti flag ya Tanzania, ila hali wa Tanzania waposti flag yao. Hiyo ndio upumbavu na level ya ujinga ambao wasanii wa Kenya wako nayo. Na nimekuwa nikikusisitizia nikikwambia kwamba that is how stupid they are. Wapatiwa pointi. Fanyeni mziki. Fanyeni comedy. Upepo wa Tanzania inaende kiisha. Watanzania wanarudi back. Hakuna watu wenye wanajipenda na wanapendana kama kushinda Watanzania. Ukiona Watanzania wawili wanapigana, chukua jembe lima. Nakwambia kwa sababu mimi nimekuwa huko. Ukiona Watanzania wawili wanapigana, wewe chukua jembe Mkenya lima. Wapatiwa pointi. Hii upuzi ya kupiga peririri, pararara. Watanzania wanaona kama mamweu.
Hamna chochote bana, achana hiyo bana. Lakini she unaposema wasanii wa Kenya ni wapumbavu kwa sababu wanapost flag ya Tanzania. Mapema hii leo pia tumeona Mange Kimambi amepost bendera ya Kenya na kaambia Watanzania ya kwamba jamani, tusiwahi kuja kugombana na Wakenya tena kwa sababu Wakenya wamesimama na sisi sana kipindi hichi ambacho tumekuwa tunapitishia wakati mgumu, wakati polisi wanaua vijana wetu. Na kwenye ile post tumeona mastaa wengi sana wa Kenya wameenda pale wamelike. Nimemuona kama mzazi William Tuva ameachia pale like ya kwake. Nimewaona Alex Mwakideu, nimemuona Bilimia pale, nimemuona Nonini akiwa Marekani pia ameachia comment ya kwake pale. Sijui hata Daddy Owen, sijui uona maoni gani. Nitakwambia kwa ufupi. Ni ya kwamba wakati Mange ka post flag ya Kenya kusema Wakenya ati wamekuwa kwa pamoja, ati wajai tusikosana na Wakenya. Lini umeambiwa wapi Watanzania wamekosana na Wakenya? Wakenya ndo wamekuwa wakisupport 100% muziki za Tanzania. Wakenya ndo wamekuwa wakisupport Watanzania 100%. So hakuna siku wao wamekosana na Watanzania. Kwa vile tuko na Wajaluo wa Kenya, tuko na Wajaluo wa Tanzania. Tuko na Wakuria wa Kenya, tuko na Wakuria wa Tanzania. Tuko hapa boda paka kwa Wataita wako huko the other side. Wa Makonda wako Kenya, wako Tanzania. Unapatia pointi? So hiyo kwanza kauli toa, kwa sababu hakuna Mkenya mwenye ameai kukua ati kuna beef au kuna nini atu dini. Hiyo ni upuzi. Unapatia pointi? Ya pili nataka nikuulize, nikwambie. Umetaja sijui ni nani, umesema nani ya kwanza? Kuna William Tuva. Sasa Tuva ni nani aongee? Legend. Tuva ndo amejenga huyo Diamond, amemleta hapa Kenya. Diamond amekuwa mkubwa. Hiyo ni wivu inasumbua Tuva ya kwamba yeye hana chochote kwa mfuko na Diamond ni Simba kama Simba Dangote. Hiyo ndo ujinga kukua kwenye game ya usanii. Umefikisha miaka 50 na hujaachieve anything. Wapatia point? Unanipatia point? Nani mwingine tena ukasema? Bilimia. Bilimia nani? Mtu anakipara tu anakanga kwa studio kazi ya pale Tanzania. Wapumbavu wawili wakiwa na Mabruk. Wana nini wale wawili? Wana nini wale unaweza kuongea tu unasema kwamba kwa nini? Wale ni wadaku wawili wanakaanga kwenye studio penye wanaketi. Tosha, imefika penye imetosha. Lakini pia tumemwona msanii wa nyimbo za Injili Daddy Owen pia ameachia comment. Tengere Musa Olwete, Archbishop Oyamo Chanji. Hayuko kwenye game. Ana jam start. Unapata? Mfuko yake iko na jua kama Dubai imewaka. Na Nonini ni tajiri kule Marekani. Akae huko, mimi sijui umetaja nani. Mimi mwenye najua mwenye unataja huyo, sijui mwenye umejaa sijataja. Najua anaosha vyombo huko Ulaya. Sasa wale ni watu wenye unaweza kuongea kwenye statement. Hao ni watu wenye unaweza kuongea kwenye nini useme kwamba wameamuka wakapoa. Ongea kuhusu Willy Paul, ameongea. Ongea kuhusu Willy Paul, si ndio? Willy Paul hajaongea. Wewe umeona Bahati akiongea? Hajaongea. Wewe umeona Bahati akiongea? Hajaongea. Umepatia point? Umeona Wire the Love Child akiongea? Wasanii ambao wako kwenye vitanda vyao vya hali mahututi, wanapumua pumzi ya mwisho, wanaongea. Mimi nimecheza hao wasanii wenye umecheza, sijui mgani umemtaja kwa Marekani, nimemcheza Leoni, niko sasa nimezeeka, sasa nimezaa watoto 19, niko na mara 20 na bado niko. Sasa wewe ni mtu utaongea atasema anachangia kwenye tasnia ya muziki. Bwana, kuwa na heshima bwana, alafu ongea na heshima bwana. Mimi nadhani mtu akona ndevu akona heshima bwana. Mbona anataja watu wenye mbona unatajia watu wenye hana Cinema legends wale. Waambie hiyo nguvu ya kutaja na kusema kwamba ati wanaenda kulike hizo maposti. Ambia Tuva akuze msanii mmoja tuone. Amementa nani kwenye game? Huyu Diamond mwenye anamuongelea Tuva, si Tuva ndo kamjenga? Si Tuva ndo kamjenga? Wapatia point? Si Tuva ndo kamjenga? Sasa ni chuki gani unaenda kulike post ya Mange Kimambi wewe Tuva? Tumemheshimu siku zote, tutamwambia leo kweli na tena kataka hedoni tunapiga naye hedoni. Unasikia point? Unapatia point? Wacheni kufuata Mange Kimambi, enyi wasanii ambao waliovuma. Game ilishawapita na miaka. Game sasa ni ya vijana wadogo wametake over. Kubalini mara moja mtoke. Alafu siku hizo tunasemanga kama unaona uko na mtu msanii DJ. Wanakataa kuwa watu wazima baba. Grow mwanangu. Grow. Una grow. Usikiza wana. Ngoja kwanza kumalizia. Diamond Platinum. Simba kama Simba Dangote. Wote wale wamemtaja. Including ule mwingine mwenye kaenda, huyu mwingine anajitangaje? Sijui ule mwingine mwenye juzi ya sijui ni Mwakinani. Mwakideu, Alex Mwakideu. Hao ndio wawili wa Mbeya. Kina Mwakideu. Mwakideu. Sasa Mwakideu ni gwiji, the big boy of radio ile. Wana uchungu hajaipewa hata interview.
wamejaa kwenye inbox ya Mondi, tunakuomba tu. Wewe Mwakideu una miaka 20 ndio upewe interview na Diamond kabisa. Umezeeka paka unatoa mate kwa mdomo ndio utakuwa unatoa. Mtu anatuambia nini? 20 angoje interview. Asante sana shehe. Alafu mwanahabari kwanga na vitu vya kuonja wewe.